mpe maiki hapo. Haya mama, zungumza. Kama kuna mtu anamjua mwizi wa mifugo aje hapa mumfungulie. Haya, mwingine nani anayemjua mwizi wa mifugo? Wengine wamenyamaza, si ndio? Mnaogopana. Haya mama, hebu nitajie huyo mwizi wa mifugo. Sisi tulibiwa ng'ombe, Mheshimiwa Rais. Tukamkamata mwizi, tukamfikisha polisi. Maaskari wakampa siku 2, siku ya 3 tukalipane. Ambao kila ng'ombe walimpigia 500,000, awe mkubwa awe mdogo 500,000. Ikaonekana katika ng'ombe zilizoibiwa 25, ikaonekana milioni 12 na 500,000. Wakawa wamempa siku 2, hamna kumtoa lock up. Siku ya 3 tukalipane. Tulivyoenda siku ya 3 tukakuta maaskari wamemwachia, wamemwekea mzamana. Tukaanza kufuatilia, tumetembea sana, hatukusaidiwa polisi. Baada ya hapo tulianza kutembea kila ofisi. Tumeenda kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ng'ombe ukurudishiwa? Tulipata tu 2. Na mpaka saizi hatujalipwa. Sawa. Tukaenda kwa mkuu wa wilaya kama mara 2 hatukusaidiwa. Tukaenda usalama kama mara 2 hatukusaidiwa. Tukaenda TAKUKURU hatukusaidiwa. Baada ya hapo tukaenda mkoani. Tulivyofika mkoani waliitwa. Baada ya kuitwa wakatoa mkoani. Ulifika kwa nani mama? Kwa RPCO sije. RPCO. Mkubwa wa maaskari. Mkuu wa maaskari, Wakawa wamemwita Gaddafi na Kajala, tukakutana kule. Gaddafi ni nani? Anahusikana kitengo cha mifugo. Haya, Gaddafi njoo hapa. Gaddafi njoo hapa. Ndiyo, ni askari, aje hapa. Askari Gaddafi aje hapa. OCD njoo hapa. Amehamishwa wapi? Hebu nenda, unalijua hili swala. Na wewe DC njoo hapa. Nenda kule, lazima tumalizane tu hapa mengine. Aya DC, nieleze, walikuja huyu mama na mifugo yake? Mheshimiwa Rais, huyu mama namfahamu. Alikuja ofisini kwangu, aliibiwa ng'ombe 25. Alipoibiwa ng'ombe 25 akaenda kwenye jeshi la polisi, akapeleka kesi yake. Kwa hivyo akaja kunilalamikia kwamba wale watu walioiba mifugo wameachiwa kwa dhamana. Mimi nilimuita kamanda wangu wa polisi, nilimuita DSO, nikaita kamati yangu ya ulinzi na usalama, na nikatoa maelekezo kwa jeshi la polisi kwamba yule ambaye ameiba mifugo ya huyu mama, kwa sababu ameshatoroka, lakini alikuwa na mtu aliyemdhamini, kwa hiyo yule mdhamini akamatwe. Lakini pia nikawataka walifikishe swala hili mahakamani, kwa sababu kazi ya jeshi la polisi sio kusuluhisha migogoro, badala yake wakikamata wahalifu wawapeleke mahakamani. Kwa hiyo hapa Mheshimiwa Rais, swala hili akakamatwa yule anayehusika, akafikishwa kwenye vyombo vya usalama. Kwa hiyo baadaye changamoto kubwa iliyojitokeza, hicho kitengo cha mifugo ambacho kiko ndani ya jeshi la polisi hakikuwa makini, na ndio maana wakaanza kubageni na huyu mama. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani alipofika hapa, ambapo ni wiki moja iliyopita, huyu mama alitoa maelezo ya namna hiyo, na ikabainika wazi kwamba jeshi la polisi walifanya uzembe na hawakutekeleza maelekezo yale, kwa sababu baada ya kuwasilisha hoja yake kwangu na mimi kuishughulikia, hakurudi tena mara ya pili. Kwa hivyo Mheshimiwa Kangi Lugola akaagiza kamanda wa polisi wa wilaya hii, kwa kushindwa kushughulikia matatizo ya wizi wa mifugo, akamwagiza RPC amuondoe, amweke mkoani, lakini OCCID akaondolewa, na huyo Gaddafi ni askari wa jeshi la polisi ambaye yuko kitengo cha mifugo. Kwa kuwa tuliona kwamba ni kero kubwa na jambo hili halimalizwi,
Pia Mheshimiwa Lugola akaagiza kwamba kitengo hicho kivunjwe, ahamishwe huyo Gaddafi, na sasa hivi tumeletewa vijana wapya na tuna hakika tutalimaliza. Tatizo mimi ninaloliona, mtu anaharibu hapa halafu mnamuhamisha. Anatakiwa mtu akiharibu hapa anaharibikia na yeye hapa hapa, kama ni kufukuzwa kazi anafukuzwa hapa hapa. Kwa nini wahalifu tuwe tunawahamisha? OCD wa sasa hivi yupo. Mheshimiwa Rais, sasa hivi tumeletewa kaimu OCD. Inaonekana hapa kuna tatizo. Sasa ng'ombe wale walikuwa wakulipe hela ngapi mama? 1,12,500,000. Haya, sasa natoa maagizo. Wewe DC na polisi hapa wilayani, mzilipe hizo hela kwa huyo mama. Na ninawapa siku 5 muwe mmezilipa, kwa sababu DC ungekuwa umechukua hatua mapema. Wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama hapa. Ungeweza hata ukamjulisha mkuu wa mkoa, ungeweza hata ukanijulisha mimi ambaye nasimamia majeshi yote. Sasa hizo fedha uzitafute pamoja na ofisi ya OCD hapa iliyopo. RPC ulisimamia hilo. Wewe si ndio ulikuwa RPC? Zitafute hizo hela wewe RPC, kwa sababu umeshindwa kusimamia hao watu. RPC na wewe DC mzichange hizo hela. Milioni ngapi mama? Milioni 12. Ndani ya siku 5 mwe mmeshamletea. Sawa DC? Lazima mzilipe. Lazima tujifunze kuwahudumia hawa wakina mama na wakina baba na watu maskini. Na ninaomba huyu mama mumulinde. Hizo fedha ndani ya siku 5 mzipeleke benki akasaini, mumwekee kwenye akaunti yake, asizurike huyu mama. Mama njoo hapa, sogea hapa kabisa. Mama mwenyewe mzuri tu mnamsumbua hivi. Sogea hapa mama, njoo tu. Hebu njoo hapa nani. Chukua namba yake ya simu huyo mama. Na waziri wa mifugo, nataka sasa mfuatilie hili la wizi wa mifugo. Lazima hili la wizi wa mifugo likomeshwe. Kama kuna watendaji wangu wanahusika kwenye wizi wa mifugo, lazima washughulikiwe tu. Mpe huyo msaidizi wangu namba ya nani. Na Mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, njoo hapa, na waziri wa mifugo. Ninataka watu wanaoharibu kwenye wizara yako. Najua unafanya kazi nzuri sana. Na saa nyingine wanakupiga vita polisi wenyewe. Najua kila kitu. Wanakuandamai kwa sababu wanajua wewe ulikuwa polisi. Lakini wewe ni waziri, sio polisi tena. Haya mama, na mume wako yuko wapi? Pole sana mama. Siku 5 watakulipa hizo ng'ombe zako. Milioni 10 na ngapi? 12,500,000. Watoe kabisa milioni 15, milioni 15 zingine za usumbufu. Milioni 15 mmemsumbua waziri wa mifugo na waziri wa mambo ya ndani. Unapokuta mtendaji ambaye yuko chini ya wizara yako amefanya makosa, solution sio kumhamisha. Zungumza na watendaji wako wa wizara akiwemo IGP. Eleza makosa yao.